Clouds TV, empowering lives. Sema you mountain, wewe mlima utaondoka leo. Tusome kitabu cha Zakaria 4 mstari wa 6. Mwambie mwenzako, gusa mwenzako kwa hapa, kwa mabega hii. Mabega, gusa mwenzako mabega. Umwambie sasa neno linakuja. Mwambie hivi. Hii inji Mungu ametupatia. Unajua ni kwa nini tulikuwa tumeenda kukumbulimani na wale wasee wa Kikuyu na tukawakuta wakiwa wote? Si mliona Gachagua ameenda kuwatafuta? Mliona Gachagua jana? Hamjaona? Gachagua alikuwa nao karibu 800 hapa Kiambu. Wote wazee, kwa maana aliona mlima imewaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. The angel of the Lord told me to give Zerubbabel this message. Zerubbabel ni mtu. This message from the Lord. You will succeed not by military might or by your own strength, but by my spirit. It is not by power, nor what? Nor mighty, but by the Spirit of God. You are going to conquer. Kwa hivyo wacha kuogopa. Hata wakikulalisha ndani ya ICU, bado si ulitoka. Hata wakisema utakufa, hautakufa. Wakisema biashara yako itaanguka, haitaanguka. Wakisema ndoa yako itaanguka, haitaanguka. Hii kanisa ilivamiwa na watu wako na experience ya kuvamia kanisa. Walijaribu kila aina ya silaha, wakajaribu kila aina ya maskando, wakajaribu kila aina ya vita, lakini tulitoboa ama tukutoboa? Tumetoboa. Can I give you a testimony? Tumevuka. Bwana Yesu asifiwe sana. The most dangerous cliff, the most dangerous, mahali palikuwa pa dangerous. Tumevuka. Mwambie mwenzako tumevuka. Sasa hatuko kule tulikuwa. Wale washarati wamevukoswa, madivaina wameondoka, na hawa waganga wameondoka, wasengenyaji wameondoka, hawako tena. Kwa hivyo usiogope, kuja tuanze kazi ya Mungu na tufanye jinsi anavyotaka. Hii dunia tunaikanyaga vizuri. Sema kukanyaga. Tunakanyaga tanogo yake. Kuna kanyaga bila yani kuogopa. Tunakanyaga. Hata hao walikuwa wametupiga. Tulipigwa na mabishop, tulipigwa na maapostol, tulipigwa na mapasta, tulipigwa na majangili, tulipigwa na devil worshiper, tulipigwa na Illuminati, tulipigwa na kila aina. Silaha zote zilikuja kutoka hapa. Waganga walikuja mpaka hapa, wakakaa hapa. Si walikuwa hapa? Si Joeli alituambia hapa siku moja mtajua hamjui. Yeye ndiye anajua ajui. Sema ndiye anajua ajui. Our God is powerful. Kule tumetoka ndio mbali, na huyu Mungu amekuwa pamoja na sisi. Hakuna siku hata moja Mungu ameniwacha. Hakuna. Kutoka kuzaliwa kwangu, nilikwambia nilizaliwa, nilikuja nimetoka na miguu hivi. Na mama yangu alikuwa amechapo kichapo cha umbo, na baba yangu ndio sijui hata hiyo miba ilikuwa inataka itoke. Ilibidi apelekwe hospitali, ikaende inafukagwa isitoke. Nilifugililiwa nisitoke. Maana nilikuwa already. Mama yangu alichapwa teke ya tumbo nikiwa ndani ndio nitoke. Vita zako, mwambie mwenzako, vita zako Mungu anazijua. Amepigana vita zako. Mwachilie Mungu atende. Mwachilie Mungu akupiganie. Mwachilie Mungu ainuke. Maana is not by power nor mighty, but by the Spirit of God. Si kwa nguvu wala silaha, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Usijali na unayoyapitia. Hayo unayoyapitia ni mwalimu tu wa kukufundisha. Hayo unayoyapitia ni mwalimu tu wa kukueleza, wa kukupeleka mahali unafaa kukua. Hayo unayopitia ni kwa muda mfupi, maana ni matayarisho. Mungu hawezi kukupatia upanga kama haujui kutumia upanga. Mungu hawezi kukupatia bunduki kama haujaenda kiganja kutumia bunduki. Mungu hawezi kukutumia kulima shamba kama hajakupeleka ukajua kulima. Lazima uwe unajua hilo jambo ambalo Mungu anakupatia. Huyo Mungu anakupatia uwezo. Huyo Mungu anakupatia utawala. Huyo Mungu anakupatia nguvu. Huyo mtu lazima akupitishe kwa madivaina. Kila divaina anakutulia unabii.
Kuna mama mwingine alikujaga hapa kwa ofisi yako akaniambia, bwana amesema. Alikuja akilegea kwa maana roho alikuwa amemlegeza, kumlegeza majointi zote zilikuwa zinalegea. Alikuja hivi, ila hi ha labo yeke li la loso liama li laka lini loso laba yeke onu saka titi oro ose. Nikamwambia nitafuzirie. Akaniambia Mungu amesema utajua. Mimi nikamwambia hiyo hata Mungu akiniambia nijue, sioni nikijua. Alafu akaleta tu makasi, akakuja kwa na makasi. Ni nani niliambia tupe hizo vitu? Akaleta makasi. Na akaleta nywele. Ilikuwa makasi na ilikuwa na nywele na webe. Na nini nyingine? Na betri. Kabetri kale kadogo ke baba hivi. Sasa ati anakuja anashikanisha na ya naona liki loko lina liyo. Ati hiyo ni bibi sasa anatengenezeka. Liko lina libi lina. Sasa anasema lina koro lina siki kaka kike leta titi. Anaenda akikuja kikia ndani yangu. Tukue kitu moja. Nikaona ameshika makasi, nikamwambia ni ya nini? Unataka kuninyomoa? Hapana, soke habari. Nikaitia huyu, nikamwambia hebu enda ongea na yeye. Usikie hiyo lugha anaongea. Bwana ni Yesu. Kumbe ni roho ya usherati ilikuwa inarushwa kwangu, ndio waweze kunikamatia kwenye anga, ndio waweze kusambaratisha iliyo ndani yangu. Maana waliambia wana wa Israeli katika kitabu cha Deuteronomy 7, akawaambia maana nimewaondoa kwenye mataifa, ama nimeondoa mataifa 7 yaliyo nguvu kukuliko. Akawaambia wakati nitawaondoa msifanye maagano na hawa watu, maana watafanya mipango ya kuniondoa, kuwaondoa mimi nikasirike na nyinyi. Kumbe roho ya usherati inatengenezwa ndio Mungu. Ukifanya usherati Mungu akukasirike na wewe. Tukienda mlimani, si niliwaambia mtu abebe certificate yake, abebe picha yake, abebe nini, si niliwaambia hivyo? Tukabeba. Mimi zangu niliziwacha kwa mlima kule juu, certificate zangu za makampuni zangu zote, zangu birth certificate yangu, mpaka kitambulisho yangu nilithinikelea pale juu kwa mlima. Nikaambia Mungu, shughulikia mambo yangu, maana nimekwama, maisha yangu imekwama, ninakuhitaji, nahitaji msaada wako. Nitatazama. Kumbe wao hawa malesbian walikuwa wamepiga picha maeswiri maembembi. Sasa nikiobea zile mavitu nilikuwa naobea, nikachomoa moja, nikaona ni waka mno. Wawili walikuwa wamepigwa picha, warembo wawili walikuwa wanakuja kushikanishiwa kwenye mlima, eti ya kwamba hawatawachana. Hiyo ni laana. My dear sweetheart, unajijua. Uende uchukue hiyo picha uniletee kwa ofisi, niikate mara 2. You know yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Picha hatutusiana tuwili tumepigwa picha, wameleta kwa mlima, wasimatikana tigade. You want in time of kuwe na shida na kuwe na raha, in sickness. Na alafu ni nani anashikanisha? Nani alishikanisha hiyo doa? Ni mimi kumlimani. Ndio nawaambia madhabahu hii inaweza kutumika na wachawi, watatumika. Hao huyo walitumia hii madhabahu, walinitumia mimi kuwashikanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinitumia nini? Mimi kuwashikanisha. So hata mimi ni mchawi, ni lesbian. Yes, of course I got. Nikitukana yule wakati bale huko UK. Si ni wa magei, kushikanisha magei na lesbian. Si hata mimi nimeshikanishia mlimani bila kujua. Nilitumika bila kujua. And this is what I normally tell you. Nikiwafundisha, I have been teaching you deeper things, understanding the things of the spirit. Uelewe deeper. Uelewe hawa watu wenye wanaweza kukutumia. Utakuwa na mhubiri hapa anahubiri righteousness, lakini ni shoga. Utakuwa na mhubiri anahubiri Yesu, lakini ni devil worshipper. You need to understand deeper things on how God operates. Uingie ndani, wacha hii sharo. Atupokea, pokea.
Unapokezwa nini? Maana mama mmoja huyo hakujua mpaka saa hii, mimi ndio nilimwambia ulichukuliwa. Anakuliwagwa na hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. And you can be taken. Unaweza kuenda na uende na unakaanga na haujui, hujielewi kule unakuanga. Ukiuliza, mimi nilikuwa nimeolewa na mama mzee kuliko mama yangu. Sinawabiaga hiyo story hapa Mukuru. Nilikuwa nimeolewa na mama mzee kuliko mama yangu. Mama huyo alikuwa ameachana na mama yangu na 25 years older kuliko mama yangu. Wakati mama yangu alikuja kunichukua, wakanitafuta mpaka nikapatikana, nikakuja. Maana zinawabiaka nilikuwa mwizi sugu, nilikuwa na pesa. Huyo mama alinishika na gedito. Nikiiba pesa yote, milioni hata kama ni 3, nilikuwa napelekea huyo mama na mwambia aniwekee, anigawie. Yeye ndiye alikuwa ananiambia utakunywa chupa 2 ya Tusker. Leo utakula kanyama kamaini. Alafu ikienda askari alikuwa anaitwa Buja na mwingine alikuwa anaitwa Mothe. Sasa hao ndio walikuwa marafiki, maana ni wako wao. Alikuwa anawapigia simu, anawaambia kemodo kenyumba na nikiraire. Nakuja na kamatwa. Nikikamatwa napelekwa hapa Industrial Police Station. Nikienda Industrial Police Station anakuja kunitetea. Silikuwa nimeiba milioni 3. Anakuja na niambia hawa watu wanataka milioni ngapi? 4. Ndio uachiliwe ama wakuue. Maana hata kumetayarishwa unaenda kupigwa marisasi kwa kichaka. Sasa zinamwambia oye, daidia moyo, bebu daidia bebu. Naambia daidia maduka leke gue. Maana ni real, wanauaga, ni real. Na unajua wanauaga. Na ni real, unaambia bebu nisaidie. Maana unajua hata wakichukua hiyo si utaenda uibe ingine na itakuja. Kumbe ni mama anaenda na wapatia 200. Hizo zingine anakuja na kuambia zilichukuliwa na polisi. Sasa by the time uende kwao, uko kwao Geshagi, maana niliendaga Geshagi, nikakuta kimansionate kile kiko huko, kinyumba kile kiko huko, mang'ombe zile ziko huko. Pesa zangu za wizi zote zimejenga manyumba, pesa zangu za wizi zote zimejenga mang'ombe. Watoto wanasoma shule Mount Kenya, watoto wake walikuwa wanasoma Mount Kenya, wengine university, wote walisoma ma university, expensive universities USAID. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu ni kuiba na kupeleka kumpatia akweke. Nilikaa miaka 4 bila kununua kitu yangu, lakini pesa zile nilihesabu miaka hiyo 4 nilikuwa nimeiba 27 million. Imagine those days, 1999, 1998, 27 million. Tulikuwa tumeiba na kina Wanogo, tulikuwa tumeiba na kina Rasta. Bwana Yesu asifiwe sana. But hiyo pesa yote iliishia kwa huyu. Kwa hivyo unaweza, point yako ni nini? Unaweza kukua huko tu, unajionanga huko lakini hujui. Wakati mama yangu alikuja kunitafuta, alikuja akaambiwa anakaaga kule. Mama yangu alipokuja, nikamuuliza ni nini mnaulizaga bibi yangu? Mama yangu niliona alienda town. Mama yangu wereire Kenyatta. Na drip. Alijisikilia Kenyatta akiwa na drip. Kusikia. Lakini that was a sacrifice. Mothers, jipigieni makofi. Jipigieni mother. If you are a mother, jipigie makofi tu. Because kuanguka kwake huko, kuanguka alipoanguka tu chini, kumbe ilikuwa sacrifice. Huyo mama baada ya wiki moja tukakuja kimwizi kingine kilikuwa na pesa na mimi sikuwa na pesa. Kikakuja nikaambiwa toka, kuna mwanaume mwingine anajua yako na pesa. Huyo mama sikuwe wanafanyaga hivi, wao wanafugaga watu. Akiona mtu mwingine yako na pesa, anakuambia toka kidogo. Maana unaishi kwake. Toka kidogo, unatoka. Ukileta nyefu, anaigia ile nguo uliingiaga nayo. Kuna nguo ile tuliingiaga, ile ulitogoswa na ile ulikuwa umevaa. Sasa kumbe hawatupagi. Wanaiweka kwa karatasi, wanaificha mahali. In the day of reckoning, ukienda kuleta nyefu, anakuambia hizi zote toa. Unatoa na kurudishia nguo zako. Mimi alinirushia nguo zangu na paper bag. Akaniambia chukua nguo zako. Na nguo zangu ni za zamani, wakati nilikuwa nimeingia huko. Sikuwa nimejua kuvaa mzuri. Huko wakati niliingia huko nikaingia na yeye, alininunulia Savco, trouser jeans, suit ya Savco, t-shirt imeandikwa Kenya hakuna matata. Kikofia kile kikubwa kigodipata na safari boot. Nilikuwa na safari boot. Nilikuwa nimenyoroka vizuri. Sasa ukisikia utafukuswa. Na ulikuwa giroto matubio roshini.
na kanyama na kani na ndio alika kani gaka no kare kashoka ko igo keherine gakashoko kaheo rucini ukaria. Hautajua dada yangu alikujanga, ndio alikuja akasipoti mahali niko, akakuja kunisalimia. Nilitwanga dada yangu nikimwambia wacheni ujinga, mimi hamutanionea wivu, mimi niko na mke na nimeoa. Udaka na mtumia wako na bibi yangu ni rich. Yes. Na ako smart, na ako mrembo. She's not ugly like you. Niliambia sister yangu, she's not ugly like you. Na ukiona kile kitu nasema she's not ugly like you, ukatiwe gosi ya dovu na ngozi yake, hauwezi kutofautisha. Mimi nilikuwa naona kasichana donaga kairetu gathaka kega, ituberega kanyenyi kega. Sasa watu walikuwa nasemaga yule kijana ameolewa na shosho. Niko ndoe kaine mukuru. Ungetaka kuniulizia, yule kijana ameolewa na shosho, pitia hii, upite hivi, utateremka hapo utaona. Enda ukiuliza mtu yote wanajua. Sasa walikuwa najua na vijana wote yeye walikuwa wanata, wa monyande. Shosho mko hapa, habari zenu? Ubarikiwe. Si nyinyi nasema. Tinyo ndira ugohoro wanyu. Ni mutumia wari mukuru wajigete. Dioi. Ni ndahingukire maitho. Ndahingukia ajikiria nguo cia kwanja. Ndio nilifunguka macho. Wakati alinirushia nguo zangu, ndio nilifunguka macho. Maana nilitoka na zile nguo niliingia nazo. Lakini kwa yote nilinunua nikiwa na yeye, ziliwachwa huko. Ndio the next husband apate kuvaa. Kwa hivyo you can be dragged. Unaweza kuwa captured. Unaweza kuwa kwa mazingira haujui. Unaweza kuwa na mwanamke na haujuagi unakuwaga na mwanamke. Unaweza kuwa na mwanaume na haujuagi. Unaweza kuwa lesbian na haujuagi wewe ni lesbian. Unaweza kuwa gay na haujuagi wewe ni gay. Ulichukuliwa kitambo. Maana this is a demonic. Hiyo ndio agenda kubwa ya Lucifer, kukamata watu wote na kuwafunga. That's the agenda, main agenda ya Lucifer. Ni kukamata watu wote. Na hakuna kitu ambayo inakuanga na power kwenye madhabahu kama hii kuiagusha rahisi kama hiyo LGBTQ. Ndio naona vijana wanapatiwa 30,000. Hebu imagine, hii pesa imetoka wapi? Vijana hapa naambiwa wewe kijana kuja, geuka 30,000. Akienda kukatakata anaambiwa nitakuongezea ingine 10. Inafika 40. Sasa toa ukisikia na wewe ni mnywaji, ni mtu akamunyweso, ni mtu ya bagi, hauna kazi, hauna nini, usikie 40,000. Ni siwe jitu alafu maneno ikuwe iendelee. Utawacha? Bwana siwe sana. But it is an agenda. Wamekusanya pesa. Wako na pesa mingi. Hata serikali ya Ruto ilijengwa kwa msingi wa LGBTQ. Walipatiwa mabilioni ya pesa, ndio walikuwa wanafanya nayo campaign. Wakati walishinda huyu mwanamke bibi ya Joe Biden, alikuja kuleta sadaka yake ya 56 billion. Lakini alipofika JKIA, ujue Kenya ni nchi ya Mungu. Kalida kake kaliinuliwa. Kote kaliinuliwa. Hakuwa hata na suruali, kakafunika kichwa yake. Tukaambiwa Kenya, nyamoneoka, shetani amekuja ndio huyo, ingieni kwenye maombi. Tukaingia immediately kwenye maombi. Wiki hiyo baadaye watu wakapanda mlima Kenya, wakaenda wakapandisha bendera ya LGBTQ. Nilipanda mpaka huko kuingoa. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry of family. Hapa parliament kuna wanaume wawili, MP mmoja wa Nyeri na MP mmoja wa Murang'a. Walifanya harusi kule Nyeri. Wanaume wawili, MP. Walifanya harusi. That is understanding how they are ready to defile this country. Yani they are ready to do anything nchi ya Kenya ichafuke. They are ready to do everything kuhakikisha ya kwamba nchi ya Kenya haiwezi kunawiri. Ndio naona napandaga milima. Naona niko UK kujaribu kuvuja madhabahu mahali imetoka. Nimeenda Las Vegas kule madhabahu ya LGBT huko. Nimeenda UK, nimeenda Vatican. Vatican ndio main LGBTQ is formation yake yote iko Vatican. Mimi naonaga father natetemeka. Ukiona father unatetemeka. Kuna mtu mmoja alikuwa makamu wa rais wa Kenya, alikuwa Azaagi. Mnamjua? Alipatiwa scholarship na father wa Gong.
akapelekwa California, Harvard University. Huko jamaa akanyoroshwa huko vizuri. Akirudi excusa ikakuwa hakuna. Mzee alikufa akinunua watoto. Dakika ya mwisho alifanywa aibu. Watoto walikuja wakasema aliiba mtoto wangu. Na alikuwa mtu powerful, mtu strong. These people are dangerous. Usicheze na madhabahu ya LGBTQ. It is dangerous. Inahitaji kusimama vizuri. Inahitaji kukaa vizuri. Hata kama wewe ni nabii utajikuta huko. Hata kama Mungu anazungumzaga na wewe. Kwani kule kwa kina Loti, kule kwa Sodom na Gomora, si Loti walikuwa? Si watumishi wa Mungu walikuwa? Wote waligaragazwa. Wote waligaragazwa. Hata Yakobo wakati alingangana na malaika alikuwa anafikiria ni hao watu ndio aikalie rodhigo ile. Alikaa kwenye rodhigo wakangangana na huyo malaika, wakangangana na because alikuwa anafikiria ni na huko kunatakikana. Anganganile ginya roshini baka malaika akasema hiki kimudu ni kegire muno, akavuja mguu kikaanguka chini. Alipoanguka chini akaona hageuswi. Ndio akaangalia kale huyo. Maana immediately agevuja mguu na hageuswi. Lakini alipoona hageuswi akagusa ni nani huyu, ndiye alikuja kujua ni malaika wa Mungu. Kuna watu wengine lazima tuvujwe mguu ndio tujielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuvujwa mguu ndio ujielewe. Omba Mungu akupatie the discerning spirit. Omba Mungu akupatie, maana mlima huu ni mkubwa. Mlima huu ni mzito. Mlima huu umelemea watu wengi. Hebu kama sasa kama imagine Yesu. Wewe jifanye sasa wewe ni Yesu. Utokelezee ukutane na mzee hivi, mzee mzuri amevaa, maana shetani siku hiyo alikuwa amevaa mzuri. Hakuwa amekuja kama shetani ile tunachorewagwa, alikuwa kama malaika. Akaambia Yesu kumeandikwa, ukijiangusha hivi malaika watakuinua. Akamwambia, yani nataka tu uniabudu, dunia yote ikue yako. Agnes, ukimwona kimudu take ule yekwira dunia ni gukoro yaku ule na nduki uyu wega ri, unaweza kata? Unasema hallelujah, God has said. Bwana amenena. Mimi nilikutana na malaika bwana. Kumbe wanakujanga wakiwa malaika. Kumbe wamekufunga wakiwa malaika. Wakikupeleka kwa mailiminati wanakujanga wakiwa watu wazuri. Wakikupeleka kwa bodo shetani wanakujanga wakiwa mapasta. Wakikupeleka mahali popote pabaya wanakupelekanga ukiwa mtu ambaye hauwezi kuwaelewa, lakini watakupeleka ndio ufanyike lesbian ama gay. Wanakupelekanga kwa hoteli, wanakununulia glasi ya wine. Sasa na utaruka nile na noe ni hawa amenyota medali. Sasa ukiona mtu amekununulia ka wine glasi na anakuambia hii ni Celacast. Celacast. Na wengine hapa wanakunywaga ile inaitwa Asconi. Sema Asconi. Na kuna wengine wa Jameson. Sema Jameson. Na lakini hamjafika klasi ya Hennessy. It is not crime. Si vibaya. Everybody has a past. Kuna mahali tumetoka. Ndio Mungu ametupenda. We are not righteous. Hakuna mtu clean. Usijihukumu. You are just an ordinary human being. Neither cia mwathani, neither cia Ngai kuigwirotha. Tutulagio goko neither cia Ngai. Mwathani agocwo. Tutiri mundu ateukaga ati huyo ni mbaya, huyo ni mzuri. Lakini akikuja sana ndio nasema wewe kanyaga hapo, simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwambie mwenzako kuna kubadilika. Huu mlima utaondoka. Huu mlima wa matatizo utaondoka. Tusome kitabu cha Isaia 14, 22-23. Isaia 14 verse 22 to 23. I will rise up against. Oh my God. Mwambie mwenzako tunabarikiwa leo. Unajua hata mimi nasikia kiraha kingine kiko ndani yangu kuona tumefuka mto wa Jordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maadui walikuwa kule nyuma na kuna wengine walikuwa mbele mamamba, lakini tumefaulu maana Mungu mpasua bahari. Amepasua bahari yako. Thou there is no more struggle. Hakuna vita zingine utainukiwa hata kwako. Wale wamekuendea Tanzania kuchukua hilisi zimekosa nguvu. Wale walisema hautafaulu wamehangaika. Wale walisema hautainuka unaenda kuinuka. Wale walisema hautabarikiwa unaenda kubarikiwa. Wale walisema utaishi maskini unaenda kuwa tajiri. Hakuna kitu chako kiliibiwa. Ile miaka yako ililiwa na nzige. Mungu anaenda kukurejeshea because God is a God of recovery. The Lord Almighty says, I will attack Babylon. Babylon ni nchi ya utumwa.
and bring it to ruin. I will leave nothing, no children, no survivors at all. I the Lord have spoken. Atamaliza maadui wako, atamaliza hao walikuwa wanataka kukumaliza, atapigana na wao waliokuwa wamekuinukia, ataangamiza wao waliokuwa wamekupangia mabaya. Wale walikuwa wamesema kanisa haitaendelea, itaendelea. Mungu amepigana na wao, Mungu amepigana na wao, wameonyeshana wakiwa hapa, wamelipuliwa wakiwa nje, wameondoka. Hawakuenda in peace, wameenda in pieces. Hallelujah. Wale walikuwa napigana na sisi, they have not gone in peace, they have gone in pieces, and may their bones be broken completely. Hata Ezekiel akiletwa aulize kama inaweza kutabirika, aambie Mungu hapa dukanoge dukanoge mama tigesho kanirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 23, sorry. I will turn Babylon into a marsh, and all will live there. Yani, what is a marsh? For those who have gone to school, what's a marsh? Yani marsh, mahali kuna swamp, maji imesimama hivi. I will turn Babylon into a marsh. Wao ambao walikupangia, wao ambao wamepigana na wewe, wao ambao walikuinukia, watafanyika swamba, watafanyika kidwimbwi, watafanyika desolate. Hawataweza kutoka pale. They will be stagnated there, they will be contained there, they will be stopped there. They will not be able to come forward, they will not be able to rise up against you. Every demon that was against you, every plan of the evil that was against you, any arrangement walikupangia mbaya, wao katika arrangement zao watatokomea pale, wataanganiwa so pale, watauliwa pale, watafanyika kidwimbi pale. You'll be watching them as you go. And the owls ni nini ugali? Dudu. Death will follow them. Forever, wherever they go, death will follow them. Huyo mwenye alikuwa amekufunga, huyo alikuweka ndani ya minara, alikuweka ndani ya jela yake, alikuweka ndani ya metego yake, atakaa kama ndondo, atafuatwa na kifo. Mahali popote ataenda, kifo itakuwa inamfuata hivi. Hatapata amani. They will never succeed, they will never make it, they will never achieve, because God will have made them to become a swamp. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not be worried about what they planned against you. Don't be worried. Your God is at work. Your God has taken over. They knew you were just a useless person. Walikujua wewe ni kamama tu. Walijua wewe ni mtu ambaye haujielewi, haujijui. Lakini I want to tell you, walikuacha kama unaenda kuisha, watakurudilia, maana wewe ndio utakuwa solution ya maisha yao. Wewe ndio utakuwa solution ya matatizo yao. Wewe ndio utakuwa daktari ya kuwadunga shindano. Wewe ndio utakuwa baraka kwa jambo zao. Wewe ndio utakuwa baraka ya watoto wao. Watoto wao wataenda mahali, wanaenda watakwama. Kumbe mtoto wako ametumwa huko, ndio waende wakutane na mtoto wako. Ndio mtoto wako akuwe msaada kwao. Ndio wakupigie simu, wakwambia hata ni mtoto wako alinisaidia. Maana your God is not asleep. Mungu wako hajalala. Mungu wako anakungojea wakati wako ufike. Na wakati ndio huu umefika. Wale waliokuangalia na waliokutazama kwa ubaya, wakati wa kubarikiwa ndio huu. This is your season. Tell your neighbor, this is my season. Gaka neko kahida gako. Hii ndio season yangu. Hii ndio season naenda kubarikiwa. Hii ndio season huduma yangu itainuka. Hii ndio season ndoa yangu itasimama. Hii ndio season biashara yangu itasimama. Hii ndio season dunia itanitambua. Hii ndio season. Mwambie hata niangalie na uniangalie tena. Mwambie siaguki. Mwambie siaguki. Mwambie angalia na ufanya hivi kidogo, siaguki. I am going to conquer. Mwambie I am going to conquer, because my God has done it. He has done me well. Yeah. He has done me well, Jesus. He has done. Ongeza sauti.
He has done me well. He has done me well. Nujikite wega. Nujikite wega. Nujikite wega. Jesu. Nujikite wega. Nujikite wega. Nujikite wega. Jesu. Thank you. I will sweep. I will sweep. Yani the power of the broom. I heard you say about the sweeping. I heard you say about sweeping. The Bible is confirming. I will sweep. Yani kuna kifagio. Kumbe kuna kifagio operation fagia majini. Kumbe ni papo muziri alitoa yake. Operation fagia majini. Alalalalala. Yani I will sweep everything away. This is how mighty God is. Operation fagia majini. The power of the broom. Oh my yakanda. That I will sweep everything away. I, the Lord Almighty, have spoken. No wonder kuna mama walikuwa hapa wanafagiaga watu. Anakutaja jina yako akifagia. So that is how powerful the broom is. The power of the broom. Sasa wachawi wamepata kitu. Wachawi wamepata verse. Hello. Unajua kitu kizuri na wachawi, they are very biblical. Wachawi na waabudu wa shetani, they are more biblical than Christians. They understand the Bible better than you. They use the Bible to the letter. Uchawi wote unakuanga ndani ya Biblia. Kama hamjui, uchawi na waganga wote wametoka kwa Biblia. Lakini ukilisa mnakaa tu hivi, mtabarikiwa, mtanini, mnakaanga tu mnakaa kama amujielewi. Until you get to discern the seasons and times of God. Until you get to discern, to understand and to know God. That is the time you'll be able to come out of the problems you are. Because you got the power in your mouth. Sema power. You got the power in your mouth. You don't need to have a pastor in your life. You don't have a prophet in your life. You need Jesus and the power in your mouth. You are so righteous. You are so powerful that you can move the mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema verse 24 please. The Lord Almighty has sworn an oath. And that is the best thing with our God. That wherever he promises you anything, he swears. He keeps his covenant. Anawekanga maagano yake. Sasa wewe ndio uweki maagano. That is why you are defeated. Kama ungeweka maagano ya Mungu na ukae venye Mungu amesema, I swear. Amesema the Lord Almighty has sworn an oath. What I have planned will happen. Lazaya. What God has planned in your life will come to pass. Usijali kama walisema wewe ni nabii, utakuwa. Kama walisema utakuwa mke wa mtu, utakuwa. Kama mbingu ilisema utakuwa mwanabiashara, biashara yako itanawiri. Kama ulisema kuna kitu kitatendeka, but this can only happen kama na wewe umekeep the oath. Where we have only failed, mnataka tu Mungu afanye side yake, but on our side we are not ready. Hello. On our side we are not ready at all. Tunataka tu kukaa tumeshikanisha miguu. Tunasema oh my God. Oh, hallelujah. God, Ngai wako adakomaga. Ngai wako aliogeteine na sasa hiyo nyumba yako imefungwa na Mungu yako akiwa kwa kiti. Akifanya nini kwa kiti? Si umwamushe. Umwambie nyumba imefungwa. Ate unakulia ogwari kajari ogeteine na nikulala unalala njaa, hauna chakula. Watoto umewataka mpaka kumekuwa usiku wamelala. Alafu unasema Mungu wako wako kwenye kiti. Kiti gani? Huyo ni shetani amekalia kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni nani? Ni shetani amekalia kiti. Okereria ngoma. Mwire okereria gite kia Ngai. Mwire okereria, mwambie shetani amuka. I am not your partner. I am not your associate. You mountain ambayo umesimama mbele yangu, hautaweza tena, hautafaulu tena. Nimegutuka, nimejua ya kwamba my God liveth. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumebarikiwa leo? Mlima umeondoka?
Wacha niwaambie venye mlima umeondoka. Kujeni hapa. Kujeni uone mlima venye naondokaga. Walete hapa. Walete hapa. Walete hapa. Mlima imeondoka. Mlima imeondoka. Mlima imeondoka. Mlima imeondoka. Mlima imeondoka. Sasa mama mmoja, nionyeshe ule mtoto umelipia nini? Nyonia. Wako wapi? Uleko. Yaka. Dogeka hagi. Nionyeshe. Wewe nionyeshe. Unionyeshe mama yako wako wapi? Hata mko karibu. Si muhagi, enda kwa mama yako umuhagi. Enda tafuta mama yako wako wapi umuhagi. Yes. Tafuta mama yako umuhagi. Ama baba yako umuhagi. Yes. What amazing. Wow. Sasa ile kitu wamekosa ni viatu. Watavutiwe nofas. Ni wapi unajua kuna home? Tunaweza piga saa hii. Sasa ungalia wamevaa vizuri, wanaenda wapi? Sasa shida ndio hiyo. Nikio kuigwa hinya ko magorera. Ule tu magorera. Mego dieko. Nani najua home? Gani? Iko wapi? Kidhebe. Unajua mwenyewe? Uko na namba yake? Tusaidie na hiyo namba yake sasa. Tusaidie hiyo namba yake. Juu sasa tumewangalisha. Dharuru umeshoka Lule imagine tutaenda nyumbani, wao wataenda wapi? Nataka wasome. Lazima watasoma, si ndio? Lazima hawa tutachukua hii mzigo. Lazima watasoma. Si ndio? Nataka upigwe picha na wao. Ukirudi kule Amerika, waambie hapa kuna watoto wanataka kusoma. Na nyinyi mnanitazama. Wewe uko German. Na wewe uko UK. Na Canada, na America, wherever you are. Nataka kuambia akina nani? Akina Judy kwa UK. Na akina nani? Na akina Professor. Na Wentmere. Na akina nani? Na Rosemary. Na akina nani? Veronica. Na Wajiro. Na my sons. Na Selina. Selina, unasikia? Tokuga my the father of my children. Nimeongeza sasa, walikuwa 25. Sasa tuongeze hawa. Hawa ni wangapi? Kwa hivyo wamekuja 50, 52, 59. Na tutaongeza. Thank you, congratulations. Tulikuwa na amazing day, amazing time. Tulikuwa for the first time tumekuwa na youth wamejaa huko kote. Bwana asifiwe sana. And walioko kumbe tena ni nyinyi. Asanteni sana. God will bless you. Hata nyinyi mtanunuliwa tugu. Wacha kuniangalia na macho baya ati kwa nini sisi hatukununuliwa. Nitawanunulia. Bwana asifiwe sana. So nani atafanya hiyo kazi? Umepata namba? Mimi naitwa Hezekia. Mnakuanga na home ya watoto. Iko wapi? Iko wapi? Dagoretti Kona. Sasa niko na vijana hapa, nataka kuwaleta huko kwenu. Muwachukue alafu mimi nitawasimamia. Wangapi? Vijana 27. Sawa, kwani uko wapi? Niko Nairobi town. Hapo town. Kwa kanisa yangu. Sawa. Iko sawa? Iko sawa. Asante. Acha tuongee na mtu alafu tutapanga. Asante. Simpigie Yesu makofi. At least watapata mahali pa kulala. Ndio tuweze kujua watasaidika aje. Na sasa mjue hayo ni majukumu. Hayo ni nini? Sasa mkianza kuitishwa pesa hapa mnaanza kusema niko ya Red Shadow niko ya Serena. Mimi niko na pesa ya kukula Serena. Mimi nakulanga pesa yangu Serena, nawekaga kadi yangu ya kampuni yangu. Bwana asifiwe sana. Hiyo nimepata solution, nimepatikana. This kingdom of the devil, the Lord Almighty has sworn an oath. What I have planned
will happen. What I have determined to do will be done. Mwambie mwenzako, what God has determined to do, it will come to pass. Chochote ambacho alisema kitafanyika, itafanyika. Hata wakuzuie, itafanyika. Hata wakupeleke kwa shetani, itafanyika. Still God will rise. Na atabadilisha maisha yako. Hiyo kitendo mmeona tumefanya hapa, hiyo ndio ilikuwa kifunguo ya sisi kuingia the next level. Ni mtihani tumepita. Kama hamkujua, na mjifundishe kujua wakati Mungu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjifundishe kujua when God is saying something. Bethel Clouds TV, empowering lives.